Hivi ushawahi kuazima nguo Bidondo? Kama kawaida. Mpaka leo nazima. Happy birthday to basi tuachie kwa sababu Okay, welcome again mwese mkundi bigano vya Bujahit TV. Unundi musi mwiza sana dusubire guhura namwe ndazi muri benshi sana mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV. As a classic kuri MIC behind the camera ni CK ni Scots. No CK ni Scots wa Murasta. Amazina abiri jarancanga CK na Scots bose n'aba DJ bacu kandi twemera sana aba cameraman bavifata muneza cyane muri Bujahit TV. Muri studio za Bujahit TV, mu nyubako za Bujahit TV, uno musi ninde asikutishe. Welcome muone chelele cha Bidondo na kusalimia mzee baba. Inakuwaje? Inakuwa poa. Bana Bidondo waberewe sana nukuri. Je, kwanza kinza kubaza tuvuge Kiswahili tuvuge Ikirundi? Tuvuge Kiswahili bizoba byiza cyane. Kuko mfisaba abanyabuyenzi abo muri Tanzania, abagenzi benshi bo hanze muri South Africa nshaka abanyumva. Ashaka yuko abagenzi biwe benshi bamwumva kandi abagenzi biwe benshi ngo nabavuga Kiswahili. Tunaenda Kiswahili haina vanga. Mzee baba umetisha. Nimetisha. Tusubire nyuma gato amfase sabagenzi aba fans benshi bo hanze muri South Africa, Tanzania, Kenya, Uganda nshaka ko banyumva. Ico gituma nshaka ko tuvuga Kiswahili international. Yeah. Bana kumbe urazi Kirundi c'est bien ariko ko wabishatse yuko tuvuga Kiswahili ni vyiza nta ngorane birimo. Mzee baba kwanza umependeza umetokelezea Bidondo genelecha kitambo sana mzee baba. Mimi na wewe kwanza tukutane. Umepotea sana, uko wapi? Nimepotea sana, nilikuwa najipanga kufanya kazi mpya. Na kazi ambayo nimezifanya sikufanya kwa haraka kwa sababu nilikuwa najifikiria kutoka kwa sababu wasanii wengi wa Burundi wanapenda kazi za hapa. Nimejifikiria sana, nilikuwa nafanya kazi mpya ndo nikajifikiria anga za Tanzania huko nifanye na msanii jembe wa zamani kabisa, lakini nimempendelea kazi zake, nimependa sauti yake, nikafikiria kufanya nyimbo mpya inaitwa Mama ni Mama. Yeah. Mama ni Mama ni bonge la nyimbo ametoa na Bidondo. Kama sijakosea. Hii track vipi? Imeshaingia YouTube tayari? Sababu mimi nakumbuka leo kunidokezea hii. Audio nimeshaweka YouTube na niko nafanya video. Itafikiria Bidondo ananiambia atakuja huku, kama akikosa muda mimi nitamfuata kule tena tufanye. Mzee baba, mimi bado unatoa majembe. Kuna track nyingine hapa nimeiona umeitoa na kijana mmoja hivi naona kama mpya mimi kwenye macho yangu, lakini track moja kali sana ya Kirundi, mimba kwa Kirundi. Inaitwaje ile ngoma? Hiyo nyimbo inaitwa Ubuzima, nimefanya na Swing Uric. Niko na msupport kwa sababu nataka kuona level yake inafika wapi, kwa sababu ana rap kweli, anatisha. Hata warapu wengine wana rap lakini dogo ananitisha sana. Nataka kumsamini, kumsupport, na nikiona capacity yake inakuwa kubwa zaidi atafanya mkataba na Bidondo Love. Bidondo Love. Ivjoni bindi. Bidondo Love, tutarudia hapo kwenye Bidondo Love. Kwanza mimi nahitaji kufahamu kuanzia hapo kichwani. Kwanza style ya dread hapa imekuwa vipi? Nani alikufanyia hivi? Viungo tu unajua tunatembea masaluni mingi wananiambia Bidondo style za matentire watu wameshachoka, tafadhali weka dread na changia tu ili swaga tu. Unajua msanii lazima uwe na swaga, utafuta swaga nini tena. Hivi kwa nini unavaa hereni sikio moja? Hapa nimetoboa lakini imenipa shida sana kwa kupona. Sikupendelea kutoboa sikio la pili kwa sababu ndio hivyo tena. Sikio la pili huwa nabandikaga lakini nimeona sana kwa kupona sikio moja imenipa shida. Mwili wangu haukupendelea ni utoboe sana, na ndio maana niko na tattoo ndogo. Kitazama hata kwenye mkono wangu nimeshindwa kujazia tattoo kwa sababu mwili unanipa shida kwa kupona. Nikiuchana. Unapenda mwili uchane lakini mwili unakataa. Na kwa nini usiache? Si ndo nimeacha. Nimepiga tattoo nikaandika lakini kwa kujazia ndani sikujazia kwa sababu naona nikichana kwa kupona inanipa shida, inachukua muda mrefu, na ndio maana nimeacha. Hapo umechapa nini kwenye mkono wako? Hiyo tattoo ilikuwa inamaanisha nini hiyo tattoo? Ilikuwa nimechapa nyota kubwa sana alafu nikachapa na moto pembeni. Hii nyota kubwa
ndani yake pana Bidondo. Yani nyota, afu hiyo nyota inashindikizwa na moto, maana yake moto usiozimika nini. Bidondo ni moto usiozimika. Ni moto, maana yake unawaka, hapana mchezo, na unawapa watu mwangaza nini. Bidondo sasa hivi umekuwa star sana. Toka zamani, toka kitambo. Zile ngoma zako za asikutishe na zingine nyingi sana ziliwahi kuvuruga mitaa. Zile style zako za kupaka mapoda mengi usoni, unapiga vitu vya visusu huku nyuma nini. Zile issue umeacha kwa nini? Sijaacha, hata sasa hivi niliwauliza poda iko wapi, mkanambia humu amweki poda. Kioo kiko wapi jameni, mkanambia hakuna kioo. Nikaenda kutafutia huko saloni. Style ziko, na hii nyimbo mpya ya mama itakuwa sponsorized na BS. BS wameni sponsor na wakanambia Bidondo, tunataka hii nyimbo ya mama tutaichukua na tufanye ile style yako ya zamani, yani ya kucheza na watoto mkartie na vaa vile vituko visusu manyo na tingiza mama ni mama, mtaona mambo yenyewe kabisa. Kwa hiyo unarudi, ni kama unarudi kwenye ile style yako. Unahisi watu watakupokea kama zamani vile kweli? Nilikuwa nafikirio la kuchange style, lakini nimekutana na kampuni ya BS. Ni wadogo wangu wamoja wanakaa Buiza Nyakabiga, ni kampuni kubwa ishaendelea BS. Wanafanya nini? BS inafanya nini? BS ni kampuni ambayo inakuja kusupport muziki, inasaidia wasanii na ina biashara fulani sikutaka kujua, lakini naambia Bidondo, tunafanya mkataba na wewe tukufanyie kama video 3-2, lakini sheti tunaomba ufanye hizo video kwa style ya kizamani kama zile Marua Katepe, Masikutishe, Mama Rem, Susokei, Malenda. Alafu tukiona zina shine, afu tutafanya mashow fulani nini. Na mimi nikawakubalia kwa sababu niona wanakuja na akili ya upendo kwangu ya. Bana, Bidondine yuko wapi? Bidondine sasa iko nafanya Bidondo mikeke. Iko naandaa Bidondo mikeke kama kawaida. Bidondo mikeke ndo nini sasa hivi? Una mambo mengi. Bidondo mikeke ni biashara yangu nimefungua katika soko ya Shabe. Bidondo mikeke yani narangua mikeke Kalemi. Narangua mikeke Kalemi na kuja kwenye bato mpaka naileta kwenye soko ya Shabe. Ndo anaitwa Bidondo mikeke. Mikeke ya kukauka ya maji huwa imenihombesha kidogo, ndo nafanya mikeke ya kukauka Bidondo mikeke. Biashara yako vipi? Inakuja na lebo ya Bidondo kwamba mtu akiona Bidondo huyu hapa akushore. Yani ukikula tu mkeke utasikia mkeke ni wa Bidondo. Bidondo mikeke, ukienda sokoni Shabe unauliza Bidondo mikeke, watakuonesha Bidondo mikeke, na Bidondine ndo anashimamia. Palikuwa Bidondo restaurant, hii imesimama, imehomba, imekuwa vipi? Bidondo, unajua mtu na change. Bidondo restaurant iko nimeachia mamangu mkwe anaendelelesha, lakini mimi nimeamua kufanya Bidondo mikeke. Mamako mkwe? Mamangu mkwe. Mama yako yuko wapi? Mamangu yupo anafanya biashara nyingine, lakini mama yake ya Bidondine ndo ameendelesha restaurant Bidondine. Kwa sababu ilikuwa na jina la Bidondine. Sasa hiyo Bidondo mikeke inakuja na jina langu, nikaamua kumtoa kwenye restaurant Bidondine ili afanye biashara yangu sasa pekee ya Bidondo mikeke. Bwana, mimi na story nyingi za kwako na nitahitaji kuzigusagusa japo muda hutoturuhusu, lakini tutajitahidi kugusagusa. Mimi niliwahi kupata story moja hivi kwamba wewe na Bidondine mliwahi kushwana mkapigana kisa mchepuko. Umechepuka. Hii story iko vipi? Unajua kweli, ni kweli kabisa. Nimekuwa watu wameniona niko na jiwe moja huku na wengine waniona niko na jiwe moja huku. Kwa sababu mimi nilikuwa naikaa mtaani, wa jamaa wakaniambia, bwana mke wako sijui kuna jamaa amemfusha nini ku ghetto fulani. Sasa roho tension haikunipa, unajua nikaogota majiwe nikaenda nakimbia. Wakati watu waliona nakimbia, watu wakanifuata nyuma, ndo anaenda nakimbia, lakini nilikuta nikapiga jiwe limoja hivi kumlango, nikakutana kumbe sio ukweli, alikuwa anaenda kumtembelea mwanamke mwenzake anaishi pale. Sasa wakati nilipokuja na fujo, wajamaa walikuja mle wakazani kama nakuja kugombana nao. Lakini watu walituamua na wakanielewesha kama hakuna chochote, alikuja kutembeleana tu, kusalimiana. Unajua sisi wanaume nao sometimes tutulize roho zetu jamani. Roho mapenzi kitu inaonekana una wivu mkali. Wivu huko kwa sababu mwanaume hakuna mtu ambaye anaweza kuishi bila wivu. Wivu kwa sababu hata wewe uko hapo ukisikia bwana mke wako amekata kona, ni lazima unashtuka, hautauliza ama hautapiga simu.
sijui yani utakimbia uangalie kinini kinachotokea. Lakini kama unampenda mtu kweli lazima uwe na wivu naye, na ukimwachilia wengine wanamchukua, sio blage, wezi wanaanza kuibiana. Watu wanaiba. Kumbe kweli bana, kumbe sasa wewe yani ilikuwa ni tofauti na mimi nilivyosikia. Ilikuwa inasemekana wewe ndio umechepuka, kumbe ilikuwa ni habari ilikufikia kwamba Bidondina amechepushwa. Kumbe sio kweli. Sio kweli, ilikuwa ni yeye. Watu walisema yeye ndo anamuona anaingia mgeto anakwenda, kumbe watu waliona kweli wakafika. Hapa baba, mimi nataka kufahamu kwa nini ulikuja na hasira? Ni kwamba ulihisi kabisa ni kweli au ulikuwa vipi? Muamini mkeo bwana? Palikuwa katika mimi na mkeo palikuwa kuna maelewano fulani, kwa sababu amepata habari kama kuna msichana mmoja ambaye nimetarajiwa kufanya naye video natembea naye, na sio kweli. Sasa ikabidi kukakuwa neno kidogo nitakulipiza na mimi. Yani sasa hiyo neno wakati ilitokea nikaiachia tu. Nikasema likakaa hapa kichwani. Sasa wakati nilivyosikia hivyo na hivyo aliniambia na mimi nitakulipiza, ndo sasa ikabidi mimi sasa roho nikasema ni kweli ameenda kufanya lile jambo. Jameni, nilichukua majiwe, nilichukua nini, nikakimbia jamani, na kama hatari sana, lakini imenisha poa alhamdulillah. Vizuri sana. Bidondo sasa hivi anakuwa na watoto wangapi? Hivi nakuwa na watoto 4. Wote wa mama mmoja? Hapana. Wa kwanza nimemzaa kiujana kiushuleni, unajua kiuvurugu. Wa pili nikazaa na Bidondine, wa tatu na Bidondine, na wa 4 na Bidondine. Watoto 3. Kizazi sana, haina vanga. Mimi nahitaji kufahamu hii hapa, hii issue hii hapa ni plaquette au ni argent au ni kitu gani? Hapo tutakwenda na hapa hivi. Hii ni yenyewe kabisa, ni argent, na hii ni argent, na hii ni mambo kama vile sometime nasoma ili kazi zangu ziende sawa. Unatumia hii hapa? Tasbih nasoma ili kazi zangu ziende sawa nini. Bana, lakini Bidondo baada ya wewe kuzimika, ilisemekana kwamba umerogwa, sijui umefinywa, sijui umefanya hivi kichawi. Wewe mambo ya kichawi unayakubali kweli Bidondo? Unajua watu wanazungumza. Unajua wakati msanii, wakati unaingia kwenye kujenga familia, kuna vitu fulani ambapo vinapunguka. Yani depense inakuwa nyingi, panakuwa depense ya muziki na depense ya familia. Sasa na hizo shida zimeingia inibidi nianze kufanya business fulani nipunguze depense, kuweka katika muziki pesa sana. Nianze kuweka pesa katika familia, kwa sababu watoto wanahitaji kusoma, unaona, nyumba ya watu kulipa, majukumu fulani. Bidondina nataka inabidi niingizie katika business za restaurant, Bidondo mikeke nini, sababu ziingize zile pesa. Zile pesa zikishaingia ndio zitakuja kunisaidia katika muziki na zinasaidia familia ili watoto wasome. Ndio maana uliona upungufu fulani wa kutoa nyimbo unapungua, upungufu fulani wa kufanya video unapungua. Lakini hivi nimepata pesa kidogo, ndo nimesafiri Tanzania kufanya na Mbidogi. Mpango wangu ulikuwa Diamond, ulikuwa na Harmonize, wakina Rayvanny, lakini pesa ambazo nilikuwa nazo ni kidogo, na nikakutana na Mbidogi, ni mshikaji toka kitambo. Akanambia acha tukafanya ya mama bure. Ni mshikaji alinikaa sio bure lakini kuna kiwango nimempa, siwezi kuzungumza kwa cha ushikaji, kwa sababu ananiambia na show Burundi. Alipofanya show Burundi tukafanya ya mama Bantu Boy. Tufanya Bantu Boy, kabidi video ni mkutane kule Tanzania, ndo tunapanga sasa. Bidondo, wewe ni mtu ambaye unajituma sana kwenye muziki wako, unafanya sana, una fight sana. Lakini baadhi ya watu comments zingine zinatokea, zingine umeshazisikia. Bidondo bwana, acha muziki bwana, huwezi. Hizi issue kizisikia uoga unazichukulia vipi? Kuacha muziki? Bidondo huwezi bwana. Wewe unaboa bwana. Wewe umesha Bidondo kuna za kwako, wewe acha tu, unazingua. Hizo nazisikia mara nyingi watu wananiambia acha, kwa sababu unajua watu ukitaka kufuata, mimi muziki na ujua, na sio najiamini sana, lakini najua kuimba. Lakini niko msanii wa tangu zamani na kwa karibu miaka 10 katika muziki. Unajua watu wanakuambia waache muziki kwa sababu hauwapi vipya kwa muda wao. Watu wanataka kila miezi miwili niachie video, na huyo uwezo wa miezi miwili sina. Labda nafanya kumwaka mara naachia nyimbo 2 na video 2. Huyo uwezo ninao. Okay, kizazi sana. Kwa nini unatoga pua?
Apua nimetoga lakini nimeachia sikuendelea. Si kama hivyo nilivyokuambia nimekuwa nimeisha toga. Sikuendelea. Na pua nimetoga ujana sana, nilikuwa napenda sana Tupac. Nilikuwa na rap na ndio maana ulisikiliza ile nyimbo ya Marem Sisokei. Nime-rap kipande kizito hivi nini. Kwa sababu nilikuwa nampenda sana tu. Ujana wangu gisi Tupac alivyotoga na mimi nikaamua nitoge niwe kama yeye, na nyoa kipara, sijui na valet nini. Right. So nilikuwa kuna wakati mwingine nilikuwa na rap hata Kiingereza, with dress and proud and with you present that. Yani na rap, sijui kitu na rap lakini naiga zile gisi Tupac anaimba na mimi na rap vile. Sasa nikaamua kutoga pua, nikaamua kunini, lakini nilivyoona mwili hauniruhusu kupona, kama hivyo nilivyokuambia, nikiuchana mara nyingi mwili wangu unakawia kupona, nikatoa hereni tu na pakaanza kuziwia polepole. Kisazi sana. Bana, mimi nikombe kitu. Unaweza kutoa madineti kidogo tutazame mama? Mna shida. Kwa nini kwanza? Kuna kitu nahitaji kuuliza. Nahitaji kuuliza kitu baada ya kutoa madineti. Hamna shida. Lakini ningependa kujua kwa nini. Fanya hivyo basi. Au unanishakia mimi napiga ile mwana msepeto ile na achia kidogo nini? Unajishtukia? Unashtukia, unapiga hiyo? Unapiga hiyo? Napiga sometimes sikatai, lakini sio kila mara kwa sababu nishakuwa baba watoto nini. Sometimes kwa sababu kupata mzuka nini, au wakati nataka kwenda stage nini. Yani kawaida. Okay. Tena mambo ya kisanaa unajua. Hivi Bidondo unaweza kupiga kama bia ngapi? Bia kwa mara nyingi mimi napigaga wakati nikiwa kwenye show. Yani lendi mpaka 100 siwezi kupiga bia, labda weekend nini nikitaka kutoka au kuna nyimbo fulani kinizingua kwa kuandika nini, na natafuta mudi fulani ili nisisikie haya kufanya mazoezi hata mbele ya watoto wangu nini. Unafuna piga zile. Hizi zinakusaidia kuondoa haya. Kuondoa haya kwa sababu kuna vitu ambavyo siwezi cheza kwa sababu mimi ni msanii, napenda kule kucheza ile maruaka tepe kankeloga, kuna cadence wanaita Bidondo. Tuoneshe kidogo. Samahani. Tuoneshe kidogo cadence ka Bidondo. Unajua kwa itakuwa surprise, nitawapigia kwa mama, kwa hapa siwezi kupiga. Yani nitaufanyia surprise. Sasa kuna wakati nikikuwa niko mzima kabisa kamili, siwezi kufanya, nasikia haya, lakini lazima najipoteza fahamu. Najipoteza fahamu kidogo ili nifanye na mzuka wa kuenea. Ndio maana unapiga ganja, ndio maana unapiga sigara, ndio maana unapiga pombe. Sigara spigi. Sawa, ni ganja pamoja na bia. Bia na ganja. Kama ili upoteze fahamu unapiga kama bia ngapi? Hata 4 hivi tu. 4 zinatosha ni. Unasafiri? Au napiga whisky hapo. Whisky msanii huyo bwana, sio bia. Hapana. Nasema whisky. Pako whisky na mimi nisema whisky. Whisky. Napiga whisky kama hivyo na koka nachangia tu kidogo. Na sio kila mtu watu wengi hawajui kama mimi napigaga. Nikipiga sipigi kwenye public kwa sababu unajua watoto wadogo wananipenda. Na hakuna mtu ashaona nafasi navuta. Wewe ukishavuta kwenye watoto wadogo unakuwa unaharibu. Ukishakunya pombe kwenye watoto wadogo na uharibu. Ingia chumbani, fasi ambapo unafanya mazoezi, fasi ambapo panajifunga, fanya mambo yako, fanya mzuka wako, lakini sio pibike. Inakuwa ni makosa, unaharibu jamii. Mimi nilikuwa na mambo mengi sana kumuuliza Bidondo, lakini acha tuishie hapa. Maswali matatu ya mwisho ya haraka. Hivi ushawahi kuazima nguo Bidondo? Kama kawaida. Mpaka leo naazima. Kweli? Mimi nitampenda Bidondo, ni mkweli jamani. Mpaka leo naazima. Hizi hapa vipi? Hizi hapa sijaazima. Lakini nguo naazima mpaka leo. Wakati gani unaoga unaazima nguo mara nyingi, wakati gani? Hata niwe star, hata niwe na miliari nitaazima tu. Kwa sababu gani? Unajua msanii, naweza nikapangilia t-shirt kwenye video yangu, afu hiyo t-shirt isinipendezi kwa wale watu ambao wako pale karibu yangu. Nikaona mtu ambaye anaweza kuchukua t-shirt yake ikapendeza hiyo fasi ambao mimi natarajia kushuti, nikachukua hiyo nguo nikashuti nayo, afu nikamaliza nikamrudishia. Ukweli huyo. Sawa, utakatala kwa nini? Kuna video ambayo nilikuwa nafanya nilikuwa nachukua kipande cha video cha mama. Nimepangilia nguo, haikunipendeza. Nipangilia nguo, producer kanambia hii nguo swata kabisa. Nikamwambia kwa size kwenda sokoni kununua t-shirt nyeupe utaitoa wapi? Inabidi niazime. Nimeanza kuazima nguo tangu ningali underground mpaka leo na kwa superstar.
Ni ukweli. Kwa sababu kuna muda unafikiwa, kuna nguo inatakiwa uvae, kwa hiyo muda utaitoa wapi? Inabidi unaangalia mbaya t-shirt ya black ile itanipendeza. Shazima nguo ya star hata moja. Shava nguo ya star. Ya star. Kama nani? Lakini wa star wa karibu yangu kama Black G, kama J Fire nini. Walishachukulia nguo zao kidogo naambia niazime bro. Au ni watu kama Lolilo, au ni watu wa karibu yangu, pako Black G, pako J Fire, pako Lolilo, pako yani ni watu ambao ni warafiki damu. Hata nini sasa hizo nguo sizinunui na wewe bwana? Sio kuazima kwa kuvaa na tembea, hapana. Video inatokea tuko kwenye video au show clip, nguo ambazo nimepangilia. Hapana, kwenye show ya itakuwa fresh. Nguo tuko kwenye video, nguo ambao nimepangilia hainipendezi. Sasa inabidi nichukue kama ni Alolilo wakati tunafanya video, bwana hii nguo yangu swata. Alolilo ananiambia hapana Bidondo, nguo zako umevaa sikupendezi, chukua hizi zangu vaa. Hapo sina mwazima. Ina kama vile nguo za Black G tuko tunatoa kijambe leo, kinane leo. Tunatoa naambia bwana nguo nimepangilia swata. Vaa hizi na mimi na hizi afu tufanane hivi. Hiyo ni kuazima tu. Ushawahi kufungwa, ushawahi kulala gerezani? Miaka 2. Mbimba. Hizo story shawahi kuzisikia. Eti kisa umebakia mtoto, umechukua mtoto mdogo hivi, hizi issue ziko vipi? Na nikapiga show Mbimba, show kubwa sana, na nikalipisha hela, nikapiga hela kabisa. Sijabaka, lakini nimependana na mtoto, lakini mzazi wake hakupendelea. Akasema wote nimemfungua, wala sijamfungua. Nimempenda na yeye amenipenda. Nimempa love jameni, na yeye amenipa love. Lakini watu tu mbea wanaenda kuchonganisha maneno ya uongo kwa mzazi wake, hasira ikabidi na mzazi wake paka kwa kitu kama bifu vile. Bifu ilivotokea ndo mzazi wake akasema nitakuonesha, nitapumzika, afadhali utajiri wangu upunguke ili wewe nikukomeshe, na akanikomesha kweli kweli, nikaupiga wa mkamba. Bana mimi nashukuru sana. Bidondo tumeongea vizuri sana. Mimi nikushukuru sana bro wangu. Siku nyingine siku nyingine sikukuhitaji na imani utatuitika bila shaka. Lazima niwaitike kabisa watu wangu, afu inaitwa Bujahit TV, naipenda sana. Rapa tata Bujahit TV. Lakini mimi siwezi nikakuacha hivi bwana bila kuombe akapela kidogo, tufanyie kitu bwana. Akapela kuna nyimbo yangu moja hivi. Akapela nyimbo gani? Kwa sababu nyimbo zote ni nzuri, tamu, afu nazipenda. Fanya kama unagusia kwa nyimbo mlimba na MB Dog kidogo. Sikie mama. I love you mama. Mama, where are you? Nakupenda mama. Mama chanza mama. Miaka mingi siko karibu nawe. Nakupenda mama. Mama chanza mama, mtoto wako nimerudi nyumbani. Mateso liyepata moyoni, naumiaga nikiona una shida, naumiaga nikiona una njaa. I love you mama. Nampenda mama sana. Anampenda sana mama. So wewe ambao ulitufuatilia mwanzo mwisho, kama pia unampenda mama yako, mwambie pia love you. Hivi Bidondo, mi sawa acha nikuage, lakini hivi unajua lugha ngapi? Lugha sijui zote, lakini zene naweza nikasema Kirundi, Kiswahili, Kibembe, Kilingala. Hizo nazungumza sometimes kama ole makalabu chichi, bite ni sawa, jambo sana, français bonjour. Kiingereza kidogo navutia, good morning. Kwa video kama ndio kuona happy birthday to you, ulikaona katika video ilikuwa ni wewe kweli au ulikuwa unaigiza? Unajua nilikuwa na kamata kiutani, sasa ikatokea ni kweli, basi nikaamua kuachia tu. Fanya kalega kitu kidogo tu. Happy birthday to basi tuachie kwa sababu naona nishindani. Unajua mimi sikatai, sio lugha yangu, kukosea ni kawaida. Hapa ilikuwa Bidondo bare, story ilikuwa tamu sana. Bidondo mimi nakushukuru. So niwashukuru sana wale ambao ulitutega mwanzo mwisho. Na rikumwe na Bidondo aho yariko tugira amakuru menshi, atugiye story nziwe nyinshi, aho yigeze kuba no mu mpimba yagirizwa ibitari byo wari ko yatubwiye. So
Isaac Class kuri MIC behind the camera ya Scott ariko byifata buriza cyane twateramye bikwiye bihagije harabo bigeze kuvumbwira ati Isaac ibiganiro byawe ni birebire kubera yuko tuba dukeneye kumenya byinshi ku muririmbyi bananye no kurikirana stories zose